ndio Mungu anakuambia utakuwa mtu wa kimataifa. Wewe ambia mwenzako, mwambie wewe, ili uwe mtu wa kimataifa kuna mapepo ya vijijini, kuna mapepo ya vitongoji, kuna mapepo ya kata, kuna mapepo ya tarafa, kuna mapepo ya wilaya, kuna mapepo ya mkoa, kuna mapepo ya kitaifa, alafu mapepo ya kimataifa ndio kuwe mtu wa kimataifa. Aya, sasa wewe unakaa tu unabweteka, unasema Mungu alisema mimi mtu wa kimataifa. Wewe wengi mnapenda neno la kinabii, lakini usicheze. Na ndio kuna watu hapo wanasema pengine nabii hanioni ama nini. Kuna mengine naona ni mazito, nikikwambia utayaweza. Haya. Na ndio unaona kuna huduma zingine Mungu mpaka akukomaishi ndiye akupe. Kwa sababu kuna aina za huduma zingine wakipewa watoto, mambo ambia mwenzako mwambie wataharibu. Kwa sababu wakati fulani mambo mengine ni mazito. Ukisikia wakati fulani Mungu anakuambia nao, ambia mwenzako mwambie nao. Nao ni kati ya miaka 5 na miaka 8. Leo nakuonyesha tu, kuna kitabu nimekiandika, nimekuwa toa mpaka mifano za Biblia. Sasa wewe unafika mahali unasema kwa sababu Mungu alisema mimi Bwana atafanya tu. Wewe kuna vita. Ambia mwenzako mwambie kuna vita. Nikupe ili andiko likusaidie. Mungu kuna vitu hawezi kukupa mpaka aone una mzigo. Una nini? Una nini? Una mzigo. Nimesema andiko gani lile? Sijasema bado. Kuna kitu nataka ukipata hapa. Katika hili andiko Isaya 45 mstari wa 7. Inasema hivi. Isaya 45 mstari wa 7, Biblia inasema hivi. Inasema hivi. Mimi naiumba nuru na kuliuluku giza. Naiumba nuru na kuliuluku nini? Mimi nafanya suluhu na kuuluku ubaya. Nafanya suluhu na kuuluku nini? Mimi ni Bwana niyatendaye hayo yote. Kuna mabaya mengine Mungu mwenyewe ndiye anayatengeneza. Mungu mwenyewe anahakikisha anaachilia shetani apate nafasi, ili wakati fulani ajitwalia utukufu, ili aonyeshe shetani. Kama ukitaka kujua Mungu, huwa hamalizi vitu vyote mara moja. Kwa nini Mungu hakumtoa shetani juu ya uso wa nchi? Umejiuliza? Mungu ana uwezo wa kumuondoa shetani kabisa, shetani asikuwe uso wa nini? Lakini mbona shetani yupo katika uso wa dunia? Ambia mwenzako, mwambie mbona shetani yupo. Na hata kwa vikao vya Mungu wakati fulani shetani naye anakuwa anatembea tembea hapo karibu. Angalia kwa kitabu cha Ayubu, watu wako katika wanahudhuria na nini, shetani naye anasema, abushe Mungu anamuuliza shetani, umetoka wapi? Anasema nimekuwa nikizunguka huku na huku. Shetani huwa anaenda wakati fulani mbele za Mungu, anaangalia vitu vyenye vina uhalali. Anasema huyu nitampiga katika hili na hili na hili kwa sababu ya hiki na hiki na hiki. Na kuna vitu vingine shetani anapata ruhusa ya kukutikisa kidogo, ama wakati fulani Mungu anaruhusu utikisike kidogo ili utukufu wake utulie, ili wakati utakapopata hicho kitu. Haleluya. Wewe angalia watu ambao huwa wanakuwa wababe, watu wakatili. Sikenga naye kuhubiria, huyu alikuwa mbabe sana, alikuwa mbishi sana. Na ndio unaona, ukiona mtu yeyote amesomea sheria, ambia mwanzo kumwambia wana sheria usicheze nao. Wanafundishwanga kuwa wababe na kuwa wabishi. Mwanasheria hata kama anazungumuza polepole tu hivi, lakini ana lugha ya kibishi, ana lugha ya aina fulani. Kuna wakati nilikuwa nasema Mungu sijui ati watu sijui wanaenda kanisani sijui nini. Kanisani si kwenda tu kwa njia moja ama nyingine, anaenda kanisani kukaa muda mrefu, watu wanaombewa nini. Bwana akaona wewe na ubishi wako hii, nitaweza kukukamua, nitakukimimina mpaka utanyenyekea, upende usipopenda. Leo nikapigwa na magonjwa yaliyonitesa takriban miaka 22. Leo hii kutokana na kule nilikopitia, kuna vitu nikiona wakati fulani vijana wanacheza, mimi nacheka tu. Haleluya. Kwa sababu najua baada hujamiminwa, siku utamiminwa. Anaweza mwambie siku utamiminwa. Kuna maringo hautakuwa naye. Kuna vitu hautakuwa navyo, utakuwa unakaa hivi, unasema Yehova, unaelewa. Geuke mwenzako mwambie umai miminwa.
Haya, wewe sasa hivi tunasema pengine nimewahi, bado kuna mitihani mingine huwa inakuja mpaka wale watu wanakuambia sasa yuko wapi Mungu wake. Unapita mahali, angalia Ayubu, alimiminwa mpaka akafika mahali. Angalia Ayubu, alimiminwa mpaka anafika mahali Mungu mwenyewe anamuonekania. Angalia mtu anaitwa Paulo, alimiminwa, aliyesema mtu akiwa ndani ya Kristo yote ni nini? Ni mapya, yote yamekuwa nini? Anafika mahali anasema kulikuwa na mwiba mbavuni mwangu naliomba mara ya kwanza, ya pili na ya tatu, Bwana akaniambia neema ya Bwana inafanya nini? Hambia mwenzako, kumwambia wewe unajua mwiba wa maisha yako. Kila mtu, kuna vitu Mungu hatawahi viondoa mara moja. Kuna vitu Mungu huwa anakubakishia ili ukaendelee kukua karibu na Mungu. Kuna watu Mungu hapa akiondoa kila kitu utasahau Mungu. Na ndio unaona shida hazitawahi isha katika uso wa dunia. Huwa unaambia mwenzako, mwambie una graduate tu kutoka shida moja unaenda shida nyingine. Leo ukikuwa unateseka na mambo ya uchumi, Mungu anatengeneza uchumi, unakaa vizuri. Siku nyingine watoto wanaanza kukusumbua. Siku nyingine kama si watoto, afya inakusumbua. Ili kwa njia moja ama nyingine Mungu anakuambia, alisema katika Kutoka 23:25 na kuendelea mpaka 27, akasema hataondoa wanyama wote katika uso wa dunia. Ataondoa kidogo kidogo ili nchi isibaki nini? Bila watu. Hivyo ndivyo ilivyo. Kuna vitu fulani Mungu haviondoi mara moja. Angalia mtu yeyote ambaye ni bouncer, mtu yeyote ambaye anajifanya na kichwa sana, huwa unafinywa. Mwambie unafinywa sana. Haya, geukia mwenzako mwambie, kuanzia leo naomba uwe na mzigo na kazi ya Mungu. Sina wakati, lakini nataka usome Isaya. Samahani, Isaya hii itakusaidia. Isaya. Samahani, naona ni kabla ya Isaya tuangalie Yeremia. Yenye nataka ni Yeremia 33. Samahani, Yeremia 23:33 mpaka 40. Yeremia 23:33 mpaka 40. Yeremia 23:33 mpaka 40. Na watu hao au nabii au kuhani atakapokuuliza akisema mzigo wa Bwana ni nini, ndipo utawaambia mzigo gani? Bwana asema hivi, nitatupilia mbali na katika amari ya nabii na kuhani na watu watakaosema mzigo wa Bwana, mimi nitamwadhibu mtu yule na nyumba yake. Mtasema hivi, kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake, Bwana amemjibu nini na Bwana amesemaje? Na mzigo wa Bwana hamtautaja tena, maana neno la kila mtu ndilo litakalo kuwa mzigo wake, maana ninyi mmeyapotosha maneno ya Mungu aliye hai. Yaani kwa namna moja ama nyingine kuna watu wanasemanga mzigo wa Bwana, Bwana abebe mzigo wake. Bwana anasema msitaje kwa kusema kazi ya Mungu ni mzigo wake Mungu mwenyewe. Yaani wakati hauna mzigo na kazi ya Mungu, unakata tiketi ya Mungu kutokushughulikia mambo yako. Mtu yeyote aliye na mzigo wa kazi, hata kama kuna changamoto unapitia, kuna vitu Mungu hata hapo tu ni mapito, yatapita, lakini baadaye Mungu atakufungulia mlango. Sasa geukia mwenzako mwambie tena, mwenzangu, una mzigo na kazi ya Mungu ama we ni mzigo kwa kazi ya Mungu? Muulize tena. Katika falsafa zangu napenda kusema hiyo, una mzigo na kazi ya Mungu ama wewe ni mzigo kwa kazi ya Mungu. Tuangalie Samueli wa kwanza 10. Kwa wakati wako soma 17 mpaka 27. Samueli wa kwanza 10:17 mpaka 27. Samueli wa kwanza 10:17 mpaka 27. Inasema hivi. Nasoma vifungu vichache tu kwa sababu ya wakati. Kuna mahali nataka kuweka koma hapa kidogo. Inasema hivi. Acha nisome mstari wa 20 na kuelekea kwa sababu ya wakati. Basi Samueli akaleta kabila zote za Israeli karibu, na kabila ya Benjamini katwaliwa. Kisha akaleta kabila ya Benjamini karibu kwa jamaa zao, jamaa wa Matiri katwaliwa. Akaleta jamaa wa Matiri karibu, mtu baada ya mtu. Kisha Sauli mwana wa Kisha akatwaliwa. Lakini walipomtafuta hakuonekana. Walipomtafuta hakufanya nini? Anataka kupewa ufalme, lakini walipomtafuta hakufanya nini? Lakini walipomtafuta hakuonekana. 22. Basi wakazidi kumuuliza Bwana, amebaki mtu asiyekuja huku bado? Naye Bwana akajibu, tazama amejificha penye mizigo. Amejificha penye nini? Geukia mwenzako mwambie, wewe umejificha kwa mzigo upi? Kuna watu Mungu anataka wainue, anataka awape fursa ya kwenda mbali, lakini wamejificha kwenye mzigo. Kuna watu wamejificha kwenye mzigo, anasema huu si wakati wa kufanya kazi ya Mungu, huu ni wakati wa kutafuta karo ya watoto, huu ni wakati wa kutafuta, na hata wakati fulani anatafuta lakini hamna kitu anapata.
Kunaye mtu hataki kuabudu Mungu, anasema sina time, sina wakati, ama sina nini. Kuna mwingine anasema sijui watoto, sijui nini. Wewe unajua kuna watu wanatafuta watoto na wewe unafanya watoto kuwa mizigo. Haya. Kuna wakati anasema sina wakati wa kwenda kanisani, nimeshikika. Siku ambayo utakuja kugundua kuna siri katika kumwabudu Mungu. Geukia mwenzako, mwambie mwenzangu, wewe umejificha kwa mzigo upi? Kuna watu hawatoi zaka. Kuna watu hawatoi sadaka kwa sababu ya kusema uchumi umebana. Kote duniani mpaka Yesu arudi, uchumi huo unakuwa unabana tu. Mwambie uchumi utabana tu. Ukiwa mwaminifu, huwa naambia watoto wa Mungu hivi, if you don't tithe, you make your things to be tight. Kama huwa hautoi zaka kwa uaminifu, unafanya vitu vyako vikazike. Yaani ndio unakaza vifungo vyako. If you do, huwa napenda kusema doing everything but tithing. Fanya kila kitu lakini toa zaka na jitolee kwa Mungu. Debt, doing everything but tithing. Tuseme hivyo, doing everything but tithing. Hasa kiukia mwenzako, mwambie mwenzangu, mara ya mwisho ulitoa zaka lini? Muulize tena, mwambie mara ya mwisho mwenzangu ulitoa zaka kwa uaminifu lini? Kuna vitu ambavyo kama hautashika zile kanuni zaka, kama umepata 10,000, 1,000 si ya kwako. Kama umepata, yani ni 10%, fungu la 10 ya mazaka ni 10% ya vitu vyote ambavyo Mungu amekubariki navyo. Sijui kama unanipata. Mbona usemi hapa amina?